Sababu ya watu kumkataa huyu mwangaza ama huyu Yesu ni juu ya maisha wanayoyaishi. Hakuna sababu lingine. Hauwezi kusema yeyote ambaye amemkataa Mungu ni kwa sababu ya wengine, lakini ni kwa sababu ya maisha anayoyaishi, kwa sababu ya mwenendo wake, kwa sababu ya kuishi gizani. Anaamua kwamba hataki mambo ya mwangaza, hataki mambo ya Mungu, ili kwamba asidhihirishwe katika matendo yake maovu. Kwa hiyo Biblia inasema ya kwamba hii ndiyo hukumu, kwamba nuru imekuja duniani na watu wakapenda giza kuliko nuru, kwa maana matendo yao yalikuwa maovu. Kwa hivyo wakati ambapo utapenda matendo mema, wakati ambapo utakuwa tayari kurekebishwa, wakati utakuwa tayari kutembea katika mwangaza mbele za kila mwanadamu, utakubali kumwamini Bwana Yesu Kristo, maana hauogopi lolote. Lakini wakati ambapo unaamini ya kwamba kuna mambo fiche ambayo hutaki yadhihirishwe ama yaonekane na wanadamu, utasalia katika giza, maana pale kuna uhuru wa kutekeleza yale maovu. Lakini Biblia inasema ya kwamba kuna hukumu juu ya wale ambao wamekataa mwangaza. Inastahili wakati mwangaza umekuja, watu watembee katika mwangaza. Ni hatia, ni hukumu kuwa unaishi gizani wakati unapata mwangaza wa kukumulikia. Kwa hivyo asubuhi ya leo tunahimizwa ya kwamba tuyakane matendo ya giza na tuje katika mwangaza ambao ni Kristo Yesu, tukaweze kutembea ndani yake na tukatekeleza kila jambo mbele za wanadamu.